بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى nakumtakia sala na salamu kipenzi cha umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuamka salama baada ya mapumziko. Kuna ambao walipumzika wakiwa wako salama lakini hawakuamka salama, na huenda wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta matibabu, na Allah kwa ukarimu wake awajalie waweze kupata matibabu na waweze kupona. Lakini pia kuna watu ambao walipumzika wakapumzika mazima, na watu wanajiandaa kwa ajili ya mazishi. Hao nao pia Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe makosa yao na awafanyie wepesi katika safari yao ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa. Kuna watu ambao hawajaliona umuhimu jambo hili, kuna ambao bado wamelala, kuna ambao wameamka lakini wamekimbilia kwenye majukumu yao. Kwa hakika Muislamu anatakiwa alione jambo hili la swala ni jambo la muhimu sana. Muislamu amka mapema kwa ajili ya maandalizi ya salati subhi, kwa sababu kuna malipo makubwa unapokuwa umeswali swala ya jamaa, ni tofauti na utakaposwali peke yako. Kwa mtu anatakiwa awe na maandalizi mapema tu, na miongoni mwa maandalizi yake ni mtu kulala mapema. Ukilala mapema utaweza kuamka mapema. Kwa hiyo watu walale mapema ili waamke mapema. Haya ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Mtume amekataza watu kupiga story baada ya salatu al-isha au kuanza mazungumzo baada ya swala ya Isha. Mtume amekataza hii kufanya hivyo. Maulama wanasema kukatazwa hivyo hekima yake ni ili mtu aweze kulala kwanza, usingizi uweze kuisha, lakini pia aweze kuamka mapema kwa ajili ya salatu as-subhi. Kwa hiyo mtu anatakiwa awe na tahadhari kuliko anavyokuwa anakwenda safarini. Mtu anapokuwa anasafiri anatoa maelekezo kwa watu, jamani niamsheni mapema kesho nasafiri, au anaweka mpaka na alamu
kwamba niweze kuamshwa mapema, swala inatakiwa iwe ni zaidi ya tahadhari ya safari. Weka alamu yako, waambie watu wakuamshe ili uweze kuwahi mapema msikitini. Lakini kuchelewa na unakuja unaswali peke yako, unakosa malipo makubwa. Lakini pia hayo sio maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Maelekezo ya Allah na maelekezo ya Mtume ni kwamba watu wanatakiwa kuwahi mapema msikitini kwa ajili ya kuswali swala ya jamaa. Ili kwa hakika wanatakiwa walizingatie watu, na vijana hivi sasa wako likizo, wasiachwe tu wanaendelea kulala, na hali ya kuwa wanatakiwa waamke waje waswali. Kama mtu anataka kupumzika anaweza akarudi akaenda kupumzika. Na hayo ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama pale aliposema murru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'in. Watoto wanapofikisha miaka 7 basi waamshwe kwa ajili ya kuswali. Waamrisheni watoto wenu kuhusiana na swala wanapofikia umri wa miaka 7. Hii ni amri na maelekezo na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati mwingine kwa kuwa wanaenda shule, akiamka mpaka aje hapa anachelewa shule na nini, ndio maana wakati mwingine wanaswalia nyumbani. Kama wamefunga, hakuna dharura kwa kweli ya kuacha watoto waendelee kulala. Tutakuwa na masuhulia makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wadhribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinina, na wachapeni wanapoacha kuswali wanapofikia umri wa miaka 10. Yaani una kijana ana miaka 10 na kuendelea, unamuelekeza kunako na swala hataki, anatakiwa achapwe mpaka ajue kwamba anatakiwa kuwa ni mwenye kuswali. Kwa hiyo sisi kwa kweli tuna masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tutakwenda kuulizwa kunako na uchunga wetu. Sasa kama hatuwachungi kwa upande wa swala, kwa kweli tutapata dhima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mwisho hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kubaki katika kikao cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo ambalo ni gumu pia huwa tunalisema mara kwa mara kwamba nafsi huwa hazipendi kukaa na kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi hazipendi kabisa. Unaweza ukailazimisha, baadaye ikazoea mambo ya kheri kama haya, kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilazimisha nafsi yako iweze kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, kujifunza dini ya Allah, kujifunza maneno ya Allah, kujifunza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujifunza maneno ya Mtume kwa ujumla. Tukiwa tunaendelea na darasa yetu, leo tutaanza albabu thani, mlango wa pili katika kitabu as-siyam. Mlango wa pili katika sehemu ya pili ambayo tulianza, ambayo ilikuwa inahusiana na funga. Fil a'dhari almubihati lilfitri, katika nyudhuru ambazo ni halali mtu kufungua, wa muftiratu saim, na mambo ambayo yanamharibia mtu funga yake, akiyafanya funga itakuwa imeharibika. Wa fihi mas'alatani, na katika mlango huu wa pili kuna mas'ala mbili, kuna mambo mawili. Almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza, al-a'dharu al-mubihatu lilfitri fi ramadhana, nyudhuru ambazo ni halali mtu kufungua katika mwezi wa Ramadhani, kwamba akiwa na udhuru huo anaruhusiwa kuwa ni mwenye kufungua, anaruhusiwa kuwa ni mwenye kula katika mwezi wa Ramadhani. Yubahu alfitru fi ramadana li ahadi al-a'dhari at-taliya, ni halali kufungua katika mwezi wa Ramadhani kwa moja ya nyudhuru zifuatazo. Al-awwalu, udhuru wa kwanza, al-maradhu, ni maradhi, wal-kibaru, na uzee. Fayajuzu lilmaridhi alladhi
yurja bur'uhu alfitru, inafaa kwa mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona maradhi yake, inafaa kufungua, inafaa kufuturu katika mwezi wa Ramadhani. Watu wamefunga lakini yeye akafungua kwa sababu ya maradhi aliyokuwa nayo, akafungua kwa sababu ya uzee alionao. Fa idha bari'a, atakapopona sasa huyu mgonjwa, wajaba alayhi qada'ul ayyami allati aftaraha, itakuwa ni wajibu kuyalipa yale masiku ambayo aliyafungua. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema ayyaman ma'dudatin, mwezi wa Ramadhani ni masiku machache yenye kuhesabika. Mwezi wa Ramadhani ni masiku machache. Watu wanaweza wakaona labda tunafunga masiku mengi. Mwezi wa Ramadhani ni masiku machache, tena yenye idadi, tena yenye kuhesabika. Ndio maana mwezi wa Ramadhani watu wanafunga, watu wanashangaa tayari wameshafika siku ya 5, mara siku ya 10, mara 15, mara 20, mara 25, mara 30. Watu wamemaliza kufunga, ambao hawajafunga wanaanza kujuta, kumbe na mimi ningefunga ningemaliza. Ayyaman ma'dudatin, ni masiku machache yenye kuhesabika. Faman kana minkum marida, yeyote atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, au ala safarin, au akawa safarini, fa'iddatun min ayamin ukhra, atimize hisabu kwa kufunga siku nyingine baada ya Ramadhani. Kwa hiyo mgonjwa ameruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mwenye kufungua, kisha baada ya Ramadhani atakuja kuyalipa masiku ambayo aliyafungua. Wa qawlihi ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema faman shahida minkum ash-shahra, atakayekuwepo mjini ndani ya mwezi wa Ramadhani, atakayekuwepo mjini wakati mwezi wa Ramadhani unaandama, falyasumhu, basi na aufunge huo mwezi wa Ramadhani. Waman kana maridan, na atakayekuwa mgonjwa, au ala safarin, au akawa safarini, fa'iddatun min ayamin ukhra, atimize hisabu kwa kufunga katika siku zingine baada ya Ramadhani. Wal maradhu alladhi yurakhasu ma'ahu fil fitri, na maradhi ambayo mgonjwa anaruhusiwa kufuturu, huwa almaradhu alladhi yashuqqu ala almaridhi as-siyamu bisababihi, ni maradhi ambayo mgonjwa anapata shida katika kufunga masiku hayo. Mgonjwa anapata shida katika kuifunga Ramadhani. Maradhi ambayo akifunga anapata shida, yawezekana ana vidonda vya tumbo, tumbo linawaka moto, anahisi njaa, anajisikia vibaya, au ana pressure, anahitaji kunywa maji, anahitaji kunywa dawa wakati mwingine kwa sababu dawa anakunywa kwa muda wa karibu, au ana sukari. Kwa kupitia sukari hiyo anapata shida kufunga, anahitaji kunywa maji, anahitaji kula kwa muda wa karibu. Kwa hiyo anapofunga anapata matatizo na funga inampa shida, huyo anaruhusiwa kufungua. Au ana malaria ambayo ni ya muda hayo, ana malaria ambayo ni ya muda. Malaria mtu akitumia dawa anapona. Kwa hiyo wakati anaumwa anaweza akafungua, kisha baadaye atakuja kuyalipa masiku hayo. Au ana vidonda vya tumbo ambavyo havijamfanya ashindwe kufunga, lakini kuna muda labda anaweza akazidiwa kidogo akafungua, na hali yake si mbaya sana, anaweza akaja akayalipa baadaye. Au ana maradhi mengine. Amma almaridhu alladhi la yurja bur'uhu, ama mgonjwa ambaye ana maradhi ambayo hayatarajiwi kabisa kupona, yamefikia mahala pabaya, hatarajii kwamba atapona, au al-ajiz, au yule ambaye ameshindwa anisiyami kufunga, ajizan mustamirran, kushindwa ambako kunaendelea, kalkibari au kalkabir, kama vile mzee.
fa innahu yuftiru, hakika mgonjwa mwenye maradhi ambayo hayaponi, hakika yeye atafungua. Wala yajibu alayhi alqada'u, na si wajibu kwake yeye kuja kulipa. Wa inna ma talzamuhu fidyatun, na hakika itamlazimu yeye kutoa fidya, kutoa vibaba. Bi an yut'ima an kulli yawmin miskina, kwa kulisha kila siku kumlisha maskini. Li anna Allah azza wa jalla ja'ala al-it'ama muadilan lisiyam, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia, ameweka kulisha maskini. Mtu mgonjwa ambaye hatarajii kupona, Allah amemwekea kulisha maskini. Jambo hilo la kulisha maskini muadilan lisiyami, liko sawa na funga, ni kama vile mtu amefunga tu. Hina kana at-takhyiru bainahuma fi awwal ma farada as-siyama, wakati ambao kulikuwa na khiyari ya kufunga kwa huyu mgonjwa na mzee, walikuwa wana khiyari mwanzo wafunga. Ilipofaradhishwa funga mwanzo walikuwa wana khiyari. Fata'ayyana an yakuna badalan anhu inda al-udhri, ikaja ikaainishwa, ikawekwa wazi ya kwamba kulisha ni badala ya kufunga kwa mtu mwenye udhuru. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى, Imam Bukhari anasema, wa amma shaykhu al-kabir, ama mzee, idha lam yutqi as-siyam, ikiwa hataweza funga, faqad at'ama Anas ba'da ma kabura aman au amaini fi kulli yawmin miskinan, hakika Anas ibn Maliki radhiyallahu anhu alilisha masikini baada ya kuzeka, akawa hawezi kufunga. Baada ya kuzeka alilisha maskini kwa muda wa mwaka au miaka miwili, kila siku analisha maskini. Waqala ibn Abbas radhiyallahu anhu fi ash-shaykh al-kabir wal mar'ati al-kabira, Ibn Abbas anasema kuhusiana na mzee awe ni mzee au awe ni mbibi. Ibn Abbas anasema la yastati'ani, wazee hawa ambao hawawezi kufunga, mzee na bibi hawawezi kufunga, an yasuma la yastati'ani an yasuma, hawawezi kufunga. Falyut'ima makana kulli yawmin miskina, walishe katika sehemu ya kila siku, walishe maskini. Fayut'imu al-ajizu an siyami ajizan la yurja zawaluhu bi maradhi, anasema atalisha mtu mwenye kushindwa kufunga, kushindwa ambako hakutarajiwi kuondoka, yani haitarajiwi kwamba huyu mtu udhuru aliokuwa nao iko siku utaondoka. Bimaradhi, miongoni mwa udhuru wa maradhi, kana au kabira, iwe ni maradhi au iwe ni uzee. Mtu anapozeeka hatusemi kwamba huyu itafikia mahala atakuja kupata tena ujana ataweza kufunga, atakuja kupata tena nguvu ataweza kufunga. Huyu an kulli yawmin miskinan, atalisha kila siku maskini nisfa sa'in. Sheikh anasema ambayo itakuwa ni nusu pishi, min burrin, iwe ni ngano au tamrin au tende au urzin au mchele au nahawiha, au mfano wake, min qutil baladi, katika chakula kinacholiwa katika mji huo. Wa miqdaru sa'i kilwani wa rubu takriban, anasema na kiwango cha pishi ni sawa na kilo 2 na robo. Sisi tunasemaga kilo 2 na nusu, yeye amesema ni kilo 2 na robo. Fayakunu al-it'amu an kulli yawmin kilo jirami wa 125 jirama, basi itakuwa sasa kiasi cha kiwango cha kibaba unachokitoa katika kila siku ni kilo 1
na gramu 125 takriban. Lakini sisi ambao tunasema kwamba kilo mbili na nusu, kwa msimamo wa Sheikh hapa aliposema kwamba ni nusu pishi, kwa hiyo itakuwa ni kilo 1 na gramu 125. Hadha wa in sama almaridhu sahha siyamuhu wa ajzaahu. Anasema lakini kama mgonjwa ataamua kufunga, hana hali mbaya, akaamua kufunga na funga impi shida, basi funga yake itakuwa ni sahihi na itakuwa imetosheleza. Katika kibaba kuna ambao wanasema ni robo 3, kuna ambao wanasema ni kilo 1. Kwa mtu utaangalia tu kwamba ukaweza kutoa kilo 1 kila siku ni sahihi. Kuna maulama ambao wamesema hivyo, na ukitaka kutoa robo 3 kila siku inafaa, na kuna ambao wamesema ni nusu pishi ambayo itakuwa ni gramu, na itakuwa ni kilo 1 na gramu 125. Athani, udhuru wa pili, as-safaru, safari. Fayubahu lilmusafiri alfitru fi ramadhana, ni halali kwa msafiri kufungua katika mwezi wa Ramadhani. Wayajibu alayhi alqada'u, na ni wajibu kwake yeye kuja kulipa. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah ambayo tumeirudia, faman kana minkum maridan, na atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, au ala safarin, au yuko safarini, fa'iddatun min ayamin ukhar, atimize hisabu kwa kufunga siku nyingine baada ya Ramadhani. Wa qawlihi ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra, na atakayekuwepo mjini wakati mwezi wa Ramadhani unaandama, si msafiri, falyasumhu, na aufunge mwezi wa Ramadhani. Wa man kana maridan, na atakayekuwa mgonjwa, au ala safarin, au akawa safarini, fa'iddatun min ayamin ukhar, atatimiza hisabu katika kufunga siku nyingine. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر, na kauli yake mtume alipomjibu yule bwana aliyemuuliza hukumu ya kufunga safarini, mtume akasema in shi'ita fasum, ukitaka funga, wa in shi'ita faaftir, na ukitaka fungua. Akamkhiarisha yeye, ataangalia je, akiwa safarini anapata shida? Kama anapata shida atafungua, na kama hapati shida basi atafunga. Wa kharaja ila makkata saiman fi ramadhana, na siku moja mtume sallallahu alayhi wasallama alitoka katika mji wa Maka katika mwezi wa Ramadhani akiwa amefunga. Falamma balagha al-kadida aftara, alipofika sehemu inayoitwa al-kadida akafungua. Fa aftara nasu, na watu wengine pia wakafungua. Wayubahu al-fitru fi as-safari at-tawil alladhi yubahu fihi qasru as-salah, na ni halali kufungua katika safari ndefu ambayo ni halali katika safari hiyo kupunguza swala ya raka 4 uswali raka 2. Wa huwa ma yuqaddaru bi 48 milan, nayo ni safari ambayo inakadiriwa maili 48, maili 48, ay hawalai 80 kilomita, ambayo sawa na kilomita 80. Safari ambayo unaruhusiwa kuanza kupunguza swala ni safari ambayo unasafiri masafa ya kilomita 80. Lakini kama ni kasafari tu kafupi, unatoka hapo unaenda mjini, mtu anasema hii ni safari natakiwa kupunguza swala. Hapana, ni safari ambayo masafa yake yanafika kilomita 80. والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح, na safari ambayo ni halali kufungua katika mwezi wa Ramadhani ni safari ambayo ni halali, sio safari ya kwenda kufanya maasi, sio safari ya kwenda kuiba. Fa in kana safara ma'siyatin, ikiwa safari ambayo anasafiri mtu ni safari ya kwenda kufanya maasi, au safara yuradu bihi at-tahayuli ala al-fitri, au ni safari ambayo mtu anasafiri ili afanye hila asifunge. Mtu akiwa safarini afungi, bwana, kwa hiyo mimi sitofunga kwa sababu na ngoja nisafiri niende mahali fulani ili nisifunge, yani anafanya hila.
lam yubih lahu alfitru bihadha as-safar, haitofaa kwake yeye kufungua katika safari hii. Wa insama almusafiru sahha sawmuhu wa ajzaahu, na ikiwa atafunga msafiri funga yake itakuwa ni sahihi na atapata malipo. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, kwa hadithi ya Anas radhi za Allah juu yake, anasema kunna nusafiru ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa tukisafiri pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Falam ya'ib as-sa'imu 'ala al-muftiri, hakumwaibisha mfungaji yule aliyefunga, anamuona ni sawa tu. Wala al-muftiru 'ala as-sa'imi, wala yule aliyefungua hamwaibishi yule ambaye amefunga. Watu wako sawa kabisa, hakuna kugombana, hamna kupiana maneno kwamba wewe kwa nini umefunga, wewe kwa nini umefungua. Walikuwa wanasafiri, kuna ambao wamefunga na kuna ambao wamefungua, wala hakuna mzozo. Walakin bisharti alla yashqa alayhi sawm fi safari, lakini mfungaji anaruhusiwa kufunga safarini ikiwa funga yake haimpi shida katika safari. Fa in shaqqa alayhi, ikiwa safari itafunga inampa shida safarini, au adarra bihi, au inamletea madhara, falfitru fi haqqihi afdal, kufungua katika haki yake ni bora. Kama funga inakupa shida, unateseka ukiwa safarini, ni vizuri ukafungua, na ukiendelea kufunga inawezekana ukapata madhambi kwa sababu umepewa akhdhan birukhsati, kwa kuchukua ruhusa ambayo umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu hutakiwi kupata madhara, hutakiwi kujidhuru. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam raa fi as-safari rajulan sa'iman qad dhullila alayhi min shiddati al-harri, kwa sababu siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona bwana mmoja akiwa amefunga safarini, funga ikampelekesha, funga ikamchukua, funga ikamuelemea mpaka kafikia mahala watu wakawa wanamtengenezea kivuli kutokana na hali mbaya aliyokuwa nayo. Joto ni kali, amekuwa yuko hoi, watu wanampepea, watu wamemwekea kivuli. Watajammaa an-nasu hawlahu, na watu wamemkusanyikia pembeni. Faqala sallallahu alayhi wasallama, mtume baadaye akauliza huyu ni nani? Akaambiwa huyu amefunga na funga imemuelemea. Mtume akasema laisa minal birri siyamu fi safari, si katika wema kufunga safarini. Kwa hiyo mtu mfungaji ambaye ni msafiri ataangalia, kama akifunga hapati shida katika safari yake anaruhusiwa kufunga na anapata malipo, na kama anapata shida katika safari yake anaruhusiwa kufungua. Athalithu, udhuru watatu wa kufungua, alhaidhu wan nifasu, ni mwanamke anapoingia katika ada yake ya mwezi au amejifungua. Falmar'atu allati ataha alhaidhu au nifasu, mwanamke ambaye atakuwa amepatwa na hedhi, amepata siku zake, ameona siku zake, au akawa ana nifasi kwa maana amejifungua, tuftiru fi ramadhana, atafungua katika mwezi wa Ramadhani wujuban, tena ni wajibu. Wa yahrumu alayhi sawm, na ni haram kwake yeye kufunga. Wala uswamati lam tasih minha, na ikiwa atafunga funga yake itakuwa sio sahihi. Li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kwa ushahidi wa hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, alaysa idha hadati, hivi si mwanamke anapoingia katika ada yake, lam tusalli wa lam tasum, haswali wala hafungi, fadhalika min nuqsani dinihi, huo ndio upungufu wa dini yake. Wayajibu alaihima alqada'u, na ni wajibu kwa hawa watu wawili, mwanamke ambaye ameingia katika ada yake ya mwezi na yule aliyejifungua, ni wajibu kwa wao kuja kulipa baadaye watakapokuwa wamekaa sawa. Liqauli Aisha radhiyallahu anha, kwa kauli ya Aisha aliposema, kana yusibuna dhalika, tulikuwa sisi tunapatwa na hilo, tunapatwa na hedhi, fanu'maru biqada'i sawmi, tunaamrishwa kulipa funga, wala nu'maru biqada'i sala, wala hatuamrishwi kulipa swala.
Funga wameamrishwa kulipa masiku ambayo wameyafungua ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini swala hawaamrishwi kulipa. Hii ni kutokana na wepesi wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangeambiwa walipe na swala, wangepata shida na wangeteseka sana. Arabi'u, mtu wanne na wa mwisho mwenye udhuru wa kuruhusiwa kufungua, alhamlu waridha'u, ni mwanamke mjamzito na mwanamke ambaye ananyonyesha. Falmar'atu idha kanat hamila, mwanamke atakapokuwa mjamzito au murdi'an, au akawa ni mwenye kunyonyesha, wa khafati ala nafsiha au waladiha bisababi sawmi, jaza laha alfitru, na akaogopea nafsi yake akifunga kwa sababu ni mjamzito atapata madhara, au akaogopea mtoto ambaye yuko tumboni, kama nitafunga atapata madhara, au huyu anayenyonyesha kwamba kama nitafunga kwa sababu ninanyonyesha nitapata shida, nitapata madhara, au kwa kuwa ninanyonyesha nikifunga mtoto atakosa maziwa, mtoto atapata madhara. Inafaa kwake yeye mwanamke huyo kufungua. Lima rawahu Anasu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema, inna Allaha wada'a 'anil musafiri shatara as-salah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemuondolea msafiri nusu ya swala. Kama swala inaswaliwa raka 4, ameondolewa raka 2, anatakiwa kuswali raka 2. Kwa hiyo swala imekatwa katikati, ameondolewa nusu ya swala. Na hii ni swala ambazo zina raka 4 tu. Raka ambayo haina raka 4 hairuhusiwi kupunguza. Wasawma, na pia amemuondolea kufunga, kama funga inampa shida hatofunga. Wa anil hibla wal murdhi, na amemuondolea vile vile, amemuondolea mwanamke mjamzito na mwanamke mwenye kunyonyesha as-sawma, amemuondolea funga. Wataqdi alhamilu walmurdi'u makana alayami allati aftarataha, na atalipa mwanamke mjamzito na atalipa mwanamke mjamzito na mwanamke mwenye kunyonyesha, watakuja kuyalipa masiku ambayo wameyafungua katika mwezi wa Ramadhani. Wadhalika in khafata ala nafsihima, na hilo ikiwa watakuwa walifungua kwa ajili ya kujiogopea wao wenyewe. Fa in khafat alhamilu ma'a dhalika ala janiniha, na ikiwa ataogopea mjamzito kitoto chake ambacho kiko tumboni, au almurdi'u ala radhi'iha, au mwanamke anayenyonyesha akamuogopea mtoto wake lakini yeye mwenyewe hana shida, angeweza kufunga. Sheikh anasema at'amat ma'al qada'i, huyu atakuja kulipa, atakuja kulisha pamoja na kulipa masiku hayo. An kulli yawmin miskina, katika kila atalisha kila siku maskini. Liqauli ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa kauli ibn Abbas anasema wal murdhi'u, na mwanamke mwenye kunyonyesha, wal hubla, na mwanamke mjamzito, idha khafata ala auladihima, ikiwa wataogopa kuogopea watoto wao, aftarata, watafungua, wa at'amata, na watakuja kulisha katika kila siku kumlisha maskini. Fatalakhasu min dhalika, ufupi wa maneno ni kama ifuatavyo: anna al-asbab al-mubihata lilfitri 4, hakika sababu zenye kumhalalishia mtu kufungua ni 4. Ya kwanza as-safaru, ni safari. Ya pili walmaradhu, maradhi. Ya tatu walhaidhu, na hedhi. Ya 4 wanifasu, na nifasi. Walkhawfu min alhilaki, na vile vile mtu kuogopa kuangamia, kama fil hamili walmurdhi, kama ilivyo katika mwanamke mjamzito na mwanamke mwenye kunyonyesha. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.